Katika jamii zetu wako mashujaa wasiopewa nafasi ya kusikika. Wako wanawake na wanaume wanaoishi na watoto wenye ulemavu, lakini pia katika mazingira magumu. Hawaongei wala hawakai chini. Sehemu ya kuishi hapa wanaishi japokuwa kwa shida hivyo hivyo. Ndio. Lakini naweza ngasema bado wanahitaji msaada zaidi. Kwa sababu ni watoto wenye changamoto kama wanavyoonekana. Na haya ni mazungumzo maalumu kutoka katika familia iliyopo katika mtaa wa Tushikamane katika kata ya Lukobe, manispaa ya Morogoro. Familia hii ina mkasa. Pamoja na kuwa na watoto watatu wenye ulemavu wa viungo, lakini bado wana upendo, amani na hawajakata tamaa. Niwege na valishaga maana sasa changamoto nani nafua mpaka nachoka vile mpaka vimeta fanga. Kupitia mahojiano haya utasikia kutoka kwao wenyewe wakizungumzia kuhusiana na maisha yao ya kila siku na changamoto zao walizonazo, lakini pia matumaini yao na ujumbe wao ni upi kwa jamii. Tafadhali ungana nami, naitwa Hamad Rashidi. Sasa naumia, naliaga muda mwingine nakana nalia peke yangu, nalia mimi. Mwenyezi Mungu umenipa mtihani mzito, Mwenyezi Mungu, kwa nini unamakusudi gani na mimi? Lakini sasa inabidi sasa nimshukuru yeye kwa sababu ndio leo nipa basi. Na mtazamaji wa Tanzania Kids Time, na tuko katika familia hii kama ambavyo tumekufahamisha hapo awali. Familia hii inakabiliwa na changamoto ya kupata watoto wenye ulemavu watatu, ulemavu wa viungo, na tutazungumza nao hapa watueleze. Na kama ambavyo naona tuko nao hapa baba pamoja na mama na watoto hawa wenye ulemavu. Baba, kwanza tunashukuru kwa kuweza kutupokea na kuruhusu pia tuweze kuzungumza na wewe. Tuambie unaitwa nani na tupe historia kwa ufupi tu ya familia yako wewe. Sogeza kidogo. Kwa jina naitwa Bwana Muharami Mapanga. Ndio, ongeza sauti kidogo. Naitwa Bwana Muharami Mapanga. Naishi hapa kata ya Lukobe, mtaa wa Tushikamane. Sawa. Familia yako hii unaishi wewe na kwa ujumla na watoto hawa mlionao ni watu wangapi hapa mnaishi? Hapa tunaishi wastani kama familia ina watoto kama 6. Watoto watatu, mmoja anasoma kwa kidato cha pili. Na wengine kama watatu, na mimi na mke wangu kama hivi unavyotuona. Aha. Sawa. Nirejee kwa mama hapa. Mama anasema ndio kila kitu katika familia. Wewe unaitwa nani na tuambie kidogo na wewe kuhusiana na familia yenu? Mimi naitwa Zainabu Omari. Ni mama mwenye watoto wana changamoto kama hizo unazoziona. Una watoto wangapi? Na watoto 5. Ambao watatu ndio hao, wawili ndio mmoja yuko nje, mwingine ndio mkubwa. Mmoja mkubwa ambaye yeye hana changamoto ya ulemavu? Hana yeye. Na huyu mwingine ambaye unasema yuko nje ni jinsi yake ni jinsi gani? Jinsi yake ni ya kike. Ambaye ana umri gani na anasoma pengine? Ana umri wa miaka 15, yuko kidato cha pili. Sawa sawa. Baba, watoto hawa watatu wenye ulemavu, wana ulemavu wa aina gani? Maana yake tunaweza tukazungumza tu ulemavu wa viungo, lakini wewe ndio unaweza kaelewa changamoto zao. Wanakabiliwa na changamoto zipi hasa? Changamoto zao bwana mtangazaji ni za kutoka chini kama unavyowaona. Yaani hao wenyewe wajimudu kukaa. Kwa hiyo wanahitaji msaada zaidi wa kukaa. Aha. Kwa hiyo kama ukimweka peke yake akikaa, hawezi kukaa, inabidi alale, au kama anahitaji kukaa kae na mtu mwingine. Kama hivyo unavyoona. Sasa kwa kumbukumbu zako, hebu tuambie hawa watoto wamezaliwa kwa nyakati zipi? Yaani kwamba mlianza kuzaa mtoto wa kwanza ilikuwa mwaka gani na huyo wa pili na hadi watatu hawa wenye ulemavu? Ni nyakati tofauti, sababu sio kwamba ni mapacha, kila mtu kazaliwa kwa wakati wake. Ndio. Kila mmoja kazaliwa kwa sababu wako watatu. Mama, umesema kwamba kuna mapacha? Yule pale pacha yake ndio huyo yuko nje. Yule nje wa kidato cha pili ana pacha wake. Pacha yake ndio huyo hapo. Yule pacha wake ni wa kiume?
Pacha yake yule wa nje ni wa kike. Ila yeye Ni wa kiume. Aha, kwa hiyo ulizaa mapacha, mmoja wa kike, mmoja wa kiume. Lakini wa kike hakuwa na changamoto ya ulemavu. Hapana, hakuwa na changamoto ya ulemavu. Baba, hebu tuambie kuanzia yule kijana wa kwanza na huyu wa pili na huyu wa tatu, hao wenye ulemavu wana umri gani kila mmoja? Kuna mmoja na miaka 20, mwingine 14. Sogeza kidogo kizungumzia. Kuna mmoja na miaka 20. Kuna mwingine ana miaka 15. Na kuna mwingine ana miaka 8. Miaka 20, miaka 15 na miaka 8. Na miaka 7 mama unasema. Ana miaka 7. 7. Huyo hapo. Mama ana miaka 20 wa kwanza, wa pili miaka 15, wa tatu 7. Ana miaka 7 yao, wa tatu. Ndio huyu uliye naye hapo. Ndio yule mpakata hapo. Aha. Sawa sawa. Wanaitwa majina yao kwanza kila mmoja. Majina yao wanaitwa yule wa kwanza mwenye umri wa miaka 20. Huyu hapa. Ndio huyu ana miaka 20. Kuna Nasri. Huyu huko. Ndio ana miaka 10. Huyu ndo wa 15. Ibrahim. Huyu ndo ana miaka 7. Sawa sawa. Na ulivyokuwa sasa mtoto wa kwanza anaitwa nani umesema huyu? Omari. Ukazaa mtoto ambaye ni ana changamoto ya ulemavu. Uliipokeaje ile? Na wa pili na wa tatu. Kama baba. Unajua kila mtoto anavyokuja. Kwanza wanakuja kwa staili nzuri tu ya kuzaliwa. Lakini hasa baadaye unakuta mtoto ndio anabadilika kadri anavyozidi kukua. Kwa hiyo unaweza huyu kamlea ukasema basi huyu ngwani naendelea kumlea, ngwani mtafute mwenzie, akija mwenzie naye baadaye anakuwa vile vile kama. Na wa pili hivyo hivyo na watatu hivyo hivyo. Mama, ulipozaa mtoto wa kwanza, uligundua kwamba ni mlemavu siku ile ile hospitali na daktari akakwambia huyu ni mlemavu wa viungo, au ulimgundua muda gani? Yaani nilipomzaa kwa kweli sijagundua kama ni mlemavu. Ila jinsi anavyokuwa ndio naona sasa mabadiliko. Ule mtu ukifika kukaa chini ule anakuwa ukimweka naenda moja kwa moja. Shingo nachelewa kukaza shingo. Ndugu yake Nasri, tulia basi. Kwa ndio hivyo. Ila manesi kule wala hawajui kama ni mlemavu, wanajua mtoto wa nani yuko vizuri. Hana shida yoyote. Lakini mimi ninarudi na nyumbani hapa. Jinsi anavyozidi kukua ndio naona mabadiliko. Na ni muda ambao unakuja kugundua sasa kwamba huyu ni mlemavu. Hiyo yani unaichukuliaje, unaionaje ile mpaka unakuja kudhibitisha huyu sasa ni mlemavu? Kama mama ile yani unajisi vipi? Yaani ninapomgundua pale kwenye ukishafikisha miezi 4 ile kukaa chini. Mimi ndio nashtuka sasa. Nampeleka hospitali. Nampeleka hospitali, wanamwangalia manesi. Wanasema huyu anahitaji mazoezi. Kwa hiyo unamleta gani? Mazoezi. Ndio unakuwa nafanya hiyo kazi sasa. Kila wiki naenda. Kwanza Jumatatu mpaka Ijumaa. Jumatatu mpaka Ijumaa. Hospitali kubwa nilikuwa naenda. Hospitali kubwa naenda kama mara 2 au mara 3. Alafu nampeleka bima wiki hiyo moja. Alhamisi na Ijumaa nitampeleka bima kwa masista pale. Kwa nini nimehangaika naye huyu mmoja, nimehangaika naye sana. Lakini sioni mafanikio mpaka kafikia umri huo. Nazungumzia nani Omari? Okay. Sababu ndio kwanza kumuona ulemavu wake. Kwa nini nimehangaika naye huyo mpaka kafikia miaka. Sioni mafanikio kusema atakaa chini leo au muda shingo itasimama. Wala na watu wanajiza kuwa anabadilika, miguu inapinda. Basi mimi ndio hivyo. Nikamlea mpaka na nimemlea sana mpaka kafikia miaka mingapi. Nikaja nikabeba mimba ya hawa hapa sasa. Mapacha wale. Nikaja kubeba mimba ya hawa hapa tena nikauzulia kama kawaida. Nikaja nikajifungua. Naye sikugundua kama ana shida gani. Umeona? Ndio. Basi
Ilipofika miezi hiyo ya kukaa chini, naona mwenzangu yule kule shingo imekaza vizuri. Lakini sasa mwenzangu na mimi ndio wale. Mungu wangu, mtihani mwingine huu nimepata. Kama Omari. Kama Omari huyo. Mungu we. Basi nikawa nani sasa ngata kabisa nimwanzishe naye mazoezi. Kama mwenzake. Naenda Chali kubwa kwa masista. Nabebelea, nambeba huyu, nambeba na yule wote wawili. Naenda nao napeleka. Kifika namweka chini huyu anafanya mazoezi, tunakaa hapa tunasubiri mazoezi yakifanywa. Basi tunarudi, ikawa kama ndio tabia yetu tushaizoea sasa. Naenda nao wawili sasa, huyu yule. Ibrahim, shika basi mic hapa Safi Hiyo. Ndio tukaenda na mazoezi. Tukaenda mpaka Mani Center, tukaenda na mazoezi. Wanakuja wanatufuata hapa. Saa 12 wanarudisha. Basi ikaenda hivyo mpaka tuposema sasa jamani, na tupumzike sasa. Maana tuna mafanikio yenyewe hatuyaoni. Bora jipumzike tu watoto wangu nyumbani. Nige tunaangalia sababu hata akienda akirudi anarudi amechoka. Yaani unataka kumshika kiungo hiki analia. Basi mimi nakuwa napata uchungu. Watoto wangu zamani wanateseka sana huko wanakoenda. Basi mimi ikabidi bwana kamba mume wangu bado tupumzike tu hawa watoto. Tumwachie mwenyewe Mungu atakavyokuwa ndio hivyo hivyo. Sasa hatimaye akaja Ibrahim na yeye ikawa hivyo hivyo. Jamani, au na yeye ana mkasa tofauti. Ibra. Hivyo tu. Mkasa ndio mmoja yani yule mavosi kama wanavyoona. Wote wako vizuri tu. Yani kama huyu hapa. Unajua hapa mpaka chini kwa namtenga anakaa. Yani upeke yake. Yani kwa mpaka chini kimweka hivi. Namweka sasa nikisema safari sana nataka nimwangalie Mungu sasa. Mungu naomba nihurumie jamani. Watu wako walemavu kweli Mwenyezi Mungu. Basi nikaa sana najitahidi nampa mazoezi yupo hapa nyumbani sasa. Namkalisha mwisho siku. Ukimweka mwenyewe anajiinua hivi sasa. Anajikamua mwenyewe kama vile wanavyojua watoto wanavyoweka chini. Ukimkalisha hivi anakaa. Ukimkalisha hivi anakaa. Mwisho wa siku ikaenda nana akaja akapataga homa ndio basi tena. Karudi vile vile. Watoto wote hawa watatu, huyu Nasri ambaye ana pacha wake, Ibrahim pamoja na Omari. Ulijifungua kwa maana ujauzito ulifikia miezi 9 au kuna mmoja ambaye ilikuwa chini ya miezi 9? Hapana. Wote wameenea miezi 9. Na tarehe zao na nini zile nazoandikiwa na nesi na daktari. Hata kama kipata siku moja ya pili nitaenda kujifungua. Na wanalia vizuri tu. Hebu tuambie ni changamoto zipi hasa watoto hawa wanakabiliana nazo? Changamoto zao hawa wanazokabiliana nazo kikubwa zaidi ningepata kama yani nisemeje si maponiponi yale maponiponi Pampers nepi zile nepi zile za viwandani za dukani za watoto zile za watoto niwege navalishaga maana sasa changamoto nani nafua mpaka nachoka vile vina mpaka vimewata fanga. Kwa ajili ya swala la usafi na wakati wa kujisaidia ili kusaidia na wewe si ndivyo? Yani wakati wa kujisaidia ambao yani nipate angalau msaada zaidi. Jinsi ya kubadilisha wewe kwa wepesi. Sawa. Na hilo pamoja na hilo kuna mengine ambayo unaona kabisa kuna changamoto ambazo wewe pia ndo unahusika nazo. Msaada kama hivyo nilikuwa mwenye nakaa nje pale niwe nakaa nao. Wapate viti. Muda mwingi wanakuwa ndani tu kama hivi. Naweka hapo ndio maana nikajenga kibaraza hivi. Waga na watoa hapo. Mida kama mvua hamna, jua sio kali. Wanatoa, wanapata mwanga zaidi. Na tuangalie kuhusiana na shughuli zenu za kiuchumi ambazo zinawapa unafuu wa kuishi na hii familia. Ni nini hasa? Vizuri. Kwa mimi binafsi hapa najishughulisha na ufundi wa kujenga. Mke wangu kama hivyo unavyoona na biashara ndogo ndogo za ujasiriamali hapo ana genge nje.
Ndio. Hasa changamoto zaidi hapa katika familia hii ni kwamba watoto ningependa kama wadau wapo wa kunisapoti, wangenisaidia hata nipate bati na mbao ili nipate sehemu ya kuwekea kivuli ili wapate kukaa sehemu ya nje kupate hewa. Sababu mara nyingi wanakaa ndani, hasa ukiwatoa nje hapo sehemu ambayo ya kivuli hakuna. Na hata mwanamke naye anajishughulisha na shughuli zake za ujasiriamali, kama watamwezesha kupaua kibanda chake hicho cha biashara, basi itakuwa ni vizuri zaidi, itakuwa amemsaidia zaidi. Okay. Kwa hivyo bati kwa ajili ya kibanda chake pale nje, kibanda chao. Sawa sawa. Na hapo kwa kuwa tulishaanzisha nje hapo, kwa tunaweza tukashushia tu hapo, basi wakapata sehemu tu ya kupumzika kwa nje. Sawa. Sasa kwa hiyo kama mdau leo akajitokeza, achilia mbali swala la mtaji, kukuza kidogo mtaji wa genge la mama pale, ni kitu gani kingine ambacho ninyi mnahitaji mfanyiwe? Na sana sana tulichokuwa tunaomba sisi kuboresha makazi. Kwa sababu makazi bwana yamekuwa sio rafiki sana. Makazi sana sana sio rafiki. Sawa sawa. Sasa hata mwenyewe mdau atakapojitokeza ataangalia uhalisia wa makazi na watoto wa mahitaji yao, miundombinu yao. Miundombinu kwa mfano miundombinu gani? Miundombinu sana sana tu ya wao kujisaidia, kuwaweka ni kuwarahisishia. Sawa sawa. Kuwarahisishia kujisaidia na hata kama kutakuwa kuna mashine za kufulia nguo zao, itakuwa vizuri. Tutasaidia kwa hilo. Kwa sababu wao nguo wanazalisha nguo nyingi chafu. Sawa sawa. Kwa unakuta sasa kufua inakuwa changamoto, lakini tukipata mashine ya kutusaidia hapo hata kama ikiwa ndogo, watakuwa wametusaidia sana. Viti mwendo kwenu ni swala ambalo mna uhitaji nalo? Linahitajika. Linahitajika viti mwendo. Huwa pengine mnawatoa kupeleka kwenye jamii kwa watoto wenzao, labda mnapata hiyo changamoto, au mkipata viti mwendo mtavitumiaje kwao? Tutavitumia hivyo kwa kuwatoa nje na kuwa karibu na wenzao, basi watakuwa wanapata wepesi wa kujumuika na wenzao, watakuwa wanacheza. Swala la matibabu, wanapata hiyo huduma ya matibabu? Wanapata. Na wanapata pale anapokabiliwa na changamoto nampeleka hospitali, au kuna matibabu ambayo ya siku zote wanaokabiliana nayo? Wanapata matibabu tukienda hospitali. Okay. Kwa hiyo pamoja na changamoto yao ya ulemavu, lakini kiafya hawana changamoto sana za kiafya? Changamoto za kiafya hawana, naweza nikasema, kwa sababu kama ni magonjwa ya kuumwa ni ya kawaida kama malaria. Sawa sawa. Na swala la elimu likoje? Umesema mmoja na miaka 20, mmoja 15 na mwingine na miaka 7. Swala la huduma ya elimu kwao likoje? Tuanze na mama. Wanasoma? Hapana, hawasomi. Hawasomi kutokana na jinsi walivyo yani. Hawaongei wala hawakai chini. Sasa hata ukapeleka shule atafanya nini? Wote hawaongei. Yani kidogo muda huu hapa. Ile mpaka kidogo anachangamsha. Ananipa imani. Lakini hao wengine ndio mahangaika nao sana. Kama alivyozungumza mama, swala la elimu na alizungumziaje kwako wewe baba? Swala la elimu bwana, kwa kuwa mimi sio mtaalamu wa elimu, na wajuzi wa elimu wenyewe wapo, wanaweza wakawaangalia watoto wakajua watawapatia vipi elimu, kwamba wao wanapaswa wasaidiwe vipi kwa swala la elimu. Sawa sawa. Sasa mimi siwezi nikasemea hilo hapo, liko nje uwezo wangu, ila wenyewe wakiwaona wataalamu wa elimu watajua wasaidie vipi. Sawa sawa. Mmewahi kukutana na hao wataalamu wa elimu, pengine mwalimu au kiongozi yoyote, na mkajaribu kuzungumzia swala la elimu kwao? Hilo bado haujawahi kukutana hivyo? Tujawahi kukutana nao. Umewahi kuweka jitihada ya kufahamu hilo swala? Jitihada hizo nisiwe Mungu, sikuwahi nisiseme uongo. Mazingira ambayo mnaishi hapa yanakidhi mahitaji yao maalum? Tunafahamu wana mahitaji
maalum. Je, mazingira mliopo hapa yanaunga mkono, yana support? Sehemu ya kuishi hapa wanaishi japokuwa kwa shida hivyo hivyo. Ndio. Lakini naweza ngasema bado wanahitaji msaada zaidi. Kwa sababu ni watoto wenye changamoto kama wanavyoonekana. Sawa. Mama, kubaguliwa, kunyanyapaliwa, kusemwa, ukatili wa aina yote umewahi kukumbana nao tu kwa sababu na watoto wenye ulemavu? Siji kama huo hauwezi kukosekana kwa mtaani. Upo, lakini wameongea mwisho siku wenyewe wametulia. Kwamba watasema lakini usiku watalala. Mimi watoto wangu nabaki kuwa nao. Sawa. Wewe ni mama jasiri. Tumeshuhudia baadhi ya wamama wenye watoto wenye ulemavu wanakuwa hawajiamini kama wewe. Unaweza ukatupa mkasa mojawapo ya ukatili ambao umewahi kutendewa wewe, iwe kwa kusikia au mtu kukufikia moja kwa moja, iwe ni maneno, iwe ni vitendo? Ni nini kiliwahi kutokea ambacho unakikumbuka? Maneno yenyewe mtani tu ya kawaida, kama kwa mfano nilipokuja kumzaa huyu hapa wa mwisho, ndio maneno nikawa nayasikia. Atakoma. Yule ndio akapata mlemavu watatu sasa. Atafulia mpaka mipapai. Mitaani huko. Ninasikia tunasema watajua wenyewe, kwani kuna ndao niishi maisha yangu, nishaye kumwomba mtu sabuni yake. Mpaka mtu anadiriki kuongea maneno kama hayo. Watajua wenyewe na maneno yao. Mimi nitazidi kuishi tu. Anaongea mabaya, anaongea mazuri, mimi naishi. Sababu sembo gari wa mtu. Umeona? Kwa ni hivyo tu. Hayakuumizi? Sasa naumia, naliaga muda mwingine nakaa nalia peke yangu, nalia mimi. Mwenyezi Mungu umenipa mtihani mzito, Mwenyezi Mungu. Kwa nini makusudi gani na mimi? Lakini sana inabidi sana tu nimshukuru yeye. Kwa sababu ndio alionipa, basi nakaa namshukuru. Na wapo watu wenye changamoto zaidi ya kwako wewe, kwa hiyo unamshukuru Mungu, na pengine wanaozungumza wale hawajui tu. Hawajui kujua litendalo pengine. Mimi nasema hivi, nyinyi mnaongea mjui mlitendalo, ila Mwenyezi Mungu kama bado anapa vizazi, na nyinyi mtaje kupitia changamoto kama ya kwangu. Sababu mimi sijaomba, Mwenyezi Mungu amenipa na mimi nimempokea, tafanyaje? Sasa endapo kama watu bado wanajadili mimi kwa maisha yangu na watoto wangu, watajua wenyewe. Haya. Baba, kwa upande wako wewe, umewahi kupitia kadhia yoyote ya ubaguzi, ukandamizaji, udhalilishaji, unyanyapaa na ukatili kwa ujumla? Tuambie. Hayo yapo, lakini yamejificha. Kwa sababu kuna mwingine utakuta ni jamaa yako, mnakaa mnaongea vizuri tu. Lakini ukishaachana naye mbele uko anaenda kukusimulia yako ya maisha yako unavyoishi. Anaenda kukulipua huko. Anaenda kukulipua. Sasa kwa kuwa wewe unapita watu watakwambia tu bwana, yule jamaa yako mbona anakuongelea hivi. Sasa unaona, hebu mweke vizuri, anaweza akasimama akakaa kaegamia. Unaona haya ni maneno tu yataongeleka, lakini maisha yanaendelea. Basi unapotezea tu. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Umezungumzia kwenye mazingira ya kazi. Na mazingira ya nyumbani huko, familia, majirani, hiyo ilikoje pia? Umewahi kukumbana nalo hilo? Majirani zangu kwa kweli naishi nao vizuri. Ndio. Japokuwa jirani mwingine aweze kukuonyesha ukimwangalia usoni. Atakuonyesha mnaongea vizuri tu. Lakini ukishaachana naye kama nilivyosema mwanzo, akishakuwa mbele huko sasa anayoongea yeye na Mungu wake. Mimi nilikuwa tunaomba nipate mtaji mkubwa, nipate kuwalea watoto wangu karibu na nyumbani. Kama hivi nifunga kingine changu hiki kiongezeke. Kio kama kiduka fulani hivi. Kwa nini nakaa nacho hapa nyumbani na kufanya biashara huko, na watoto wangu nawaangalia kwa wepesi. Maana muda mwingine kigenge hiki nakosaga muda mwingine mtaji unayumba. Kwa hiyo mkesi kama hivi msimu hiyo naongea tu, Mwenyezi Mungu anisamee. Msimu wa kulima hivi ukitokea, basi mimi naenda kwenye naenda kwenye vibarua nalima basi. Sababu muda mwingine utakuta mume wangu hivi kazi anakosa. Tunakaa hata mwezi. Sasa mwezi mtaishije? Kama anavyokuja kazi ya ujenzi, mvua zikinyesha hamna kazi.
Kwa ndio hivyo najichanganya kwenye kulima nini. Tupate mahitaji ya kuishi na watoto. Baba, unamudu mahitaji ya familia yako hii? Kumudu zaidi sana bwana inakuwa vigumu. Kwa sababu nikisema hivyo watoto wao wanahitaji yani wana changamoto kweli kweli. Sawa. Haya, kwenye mashirikiano ama mna mahusiano gani na uongozi wa serikali? Tunafahamu mwenyekiti ni miongoni mwa watu ambao tumekuwa naye kwa ajili ya miongoni mwa watu waliofanikisha tukawekwa hapa. Mahusiano yenu na serikali ya kwanza, serikali ya mtaa hii ikoje? Mimi naona mahusiano yetu ni mazuri na mwenyekiti, kwa sababu mpaka anatutembelea na maana tuko naye karibu. Sawa. Baba, una ndoto ipi au matumaini gani kwa hawa watoto wako? Na mama pia naye atatuambia. Mimi naona ndoto yangu kwa watoto wao. Naombea tu kwa Mungu awanyanyue. Siku moja aje yani Mungu anishangaze. Mpaka mimi mwenyewe niseme hivi iliwezekana kweli? Maana Mungu yeye ndio kila kitu. Ndio kila kitu. Namshtakia Mungu ndio atatoa hukumu hii. Sawa. Mimi binadamu iko nje uwezo wangu. Sawa. Mama, huo ukikaa unafikiri au unawaza, unatamani nini katika hawa watoto wako kitokee? Mimi natamani siku moja Mwenyezi Mungu anifanyie muujiza kitokee, yani nimekaa nje watoto wangu watoke moja kwa moja wanifuate nje nilipokuwa nimekaa. Watembee. Umewahi kujihusisha na, kwa kuwa una ndoto hiyo, umewahi kwenda katika pengine nyumba za ibada kuweza kupata maombezi au dua kwa ajili ya hilo ambalo unataraji siku moja litokee? Hata leo nimetoka huko. Mimi mimi ni Muislamu, lakini kwa changamoto niliyokuwa nayo hii, basi natembea kila kona. Kanisani naenda, misikitini naenda. Yaani nikisikia sehemu na mwadhara, mimi nimo. Naenda kuombea watoto wangu, Mwenyezi Mungu siku moja nitendee miujiza. Hawainue kwa mara moja wote. Watembee. Hebu tuzungumzie ujumbe kwa jamii na wale wenye watoto wenye mahitaji maalum. Una ujumbe gani baba? Mimi bwana, kama baba ambaye na changamoto ya watoto wao wenye mahitaji maalum, ningewaasa wenzangu ambao nao wana changamoto kama hizi, wasijisikie wanyonge, kwa sababu mimi nasema ni mitihani anatupa Mwenyezi Mungu, anatupa kipimo. Kwa hiyo sasa kama akatupa mitihani tuipokee kwanza, alafu yeye ndio wa kuweza kutatua. Sawa. Wasiwe wanyonge. Sawa. Mtu akihitaji kuwapata sasa, kuna namba ya familia au kuna simu ambayo mdau anaweza kujitokeza, au tu mawasiliano, mtu kuwapigia, kuwajulia hali, kuwatia moyo na kuweza kutafuta fursa mbalimbali ambazo zinaweza zikaleta miongoni mwa mahitaji yanayohitajika? Naanza mimi kwanza baba. Kwanza nawashukuru sana nyie wote mnaangalia hiki kipindi kwa sasa hivi. Watazame sasa. Natanguliza shukrani zangu. Ndio. Mungu awabariki. Na nawaomba mguswe na hili jambo ili mnaoliangalia kwenye hiki kipindi. Na baadaye nitataja namba zangu za simu. Sawa. Hebu watajie sasa moja kwa moja. Namba za simu 0654 59 64 12. Na namba yako? Haya, mama na nani kwani? Itaje tu na wewe. 0710 48 49 69. Irudie tena. 0710 48 49 69. Haya, baba irudie tena wewe namba yako hiyo. 0654
59 64 12. Sawa. Hayo ni mawasiliano ambayo unaweza kuwapata ama kuipata familia hii ambayo inapatikana katika mtaa wa Tushikamane, kata ya Lukobe, ambako utakutana na familia hii. Mimi ni washukuru kwa ushirikiano ambao mmeonesha. Ndio. Na niseme tu asanteni sana kwa mazungumzo haya ambayo tumekuwa nayo. Nasi pia tunashukuru kama familia. Ndio. Asante sana. Asante sana Bibi Zainab, naweza nikakuita hivyo, Bibi Zainab. Nashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Mtazamaji, bado tupo katika familia hii ambayo inakabiliwa na changamoto ya watoto wenye ulemavu watatu, Nasri, Ibrahim pamoja na Omari, na umewasikiliza wazazi wote wawili, baba pamoja na mama, Muharami pamoja na Zainab, ambao tumekuwa nao katika mazungumzo. Na sasa niko na mwenyekiti wa Lemachu Leta Mabadiliko Chanya ulipo. Atatuambia yeye anaitwa nani na waliwezaje kwa mashirikiano na mwenyekiti kuifikia familia hii, na pengine wana malengo gani ama wana ujumbe gani kwa jamii. Nafurahi kuwa na wewe. Hebu tuambie kwanza majina yako, unaitwa nani? Asante. Kwa majina anaitwa Everine Morini Mwaisakila. Ni mwenyekiti wa Lemachu kata ya Lukobe. Tunamshukuru Mungu pia kuweza kufika katika familia hii. Japo kwetu ilikuwa ni giza, hatukujua. Lakini katika harakati zetu, katika majukumu yetu ya kazi na afisa ustawi wa kata ya Lukobe, tulikuwa na ziara kuwatembelea wazazi wanaoishi na watoto walemavu ambao wako majumbani. Katika ziara yetu tulikuwa tumewapointi watu wawili, lakini mwingine tulikuwa hatuna taarifa naye. Katika tembea yetu tukapewa taarifa ya mama anaishi Tushikamane, Mama Nasli, kwamba ni mama anaishi na watoto watatu na wote ni walemavu, na akawazaa katika vipindi tofauti, sio mapacha. Kwa hiyo tukiwa kwenye nyumba moja, wakati tunafanya kazi yetu, tumemtembelea mtoto wa kwanza, tukabidi tuunge safari kuja kwenye hii familia. Kweli tukapata mwongozo kwa yule aliyetupa taarifa, ni mama mchungaji wa kanisa moja. Alitupa taarifa kwamba kuna mama moja, hebu fikeni. Kwa kweli kwa hiyo taarifa ya kuja kwenye familia mlipata kwa kanisani? Sio kanisani. Kuna mama moja, ni mama mchungaji aliyetupa taarifa hiyo. Ndio. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunafanya kazi za kijamii kwenye kata yetu, taarifa ya familia hii sisi kwetu hamkuwa nayo. Hatukuwa nayo kabisa awali. Ndio. Kwa hiyo tulichukuana na afisa ustawi wangu wa kata mpaka eneo la tukio ambalo ndo kwenye familia hii. Tunamshukuru Mungu, familia ilitupokea vizuri. Ndio. Tulipofika tukajitambulisha kama kawaida yetu. Lakini baadaye nikaona kama familia ina wasiwasi. Nikasema kulikoni, kuna nini? Lakini baadaye tukagundua kwamba kulikuwa kuna kitu. Ndio. Ambacho familia hii inaonekana kuwa na wasiwasi. Lakini baadaye tukajitambulisha, tukawaona watoto kama hivi mnavyowaona. Kwa kweli ni jambo ambalo kiukweli tulibaki na mioyo ikawa imekufa ganzi kabisa. Yaani katika changamoto ambayo tulikuwa tunakadiria kuwatembelea wazazi wanaoishi na watoto walemavu, tuliona hii familia ina changamoto kubwa zaidi kuliko ya wenzetu, ya wazazi wengine. Tukawapa kipaumbele kiukweli. Na tuliona kwamba tuna mzigo na hii familia. Sawa. Ukiwaona hata wewe mwenyewe mtangazaji, nafikiri umeshaona familia jinsi ilivyo. Tukasema hawa wazazi, kwanza jambo la kwanza tumempa yani tumetiwa moyo na baba wa familia hii. Ndio. Mara nyingi katika changamoto kama hizi wanaume wao wanakimbia familia. Dio. Anabaki mama mwenyewe akipambana na watoto wake. Lakini kwa mazingira haya tuliyoona, tumeona baba na mama wakishikamana katika kulea hii familia. Sio kwamba labda tunaona kama vile wana pretend, hapana. Hawaigizi. Tunaona katika hali ya uhalisia kabisa. Na wana upendo kabisa. Kitu ambacho sisi kimetufundisha kitu.
Na napenda kuatia moyo Ndio. kama familia, msikate tamaa. Baba, mama na watoto pia. Oneni kwamba Mungu pia amewapa ni kitu, ni baraka pia. Kuwaona hivi watoto ni baraka. Kuna wazazi wanazaa watoto wanakufa. Kila wakizaa watoto wanakufa. Lakini Mungu amewapa watoto, ana makusudi. Na amewaamini, ameona kwamba mnaweza. Na pia hawa watoto isiwe labda ni sababu ya kusema kukata tamaa kiasi kwamba mtashindwa kufanya kitu chochote wala nini. Ninaamini ya kwamba kwa mwanzo ambao sisi wenyewe kama Lemachu tumekuja kuwatembelea, tumewaona, tunaamini kwamba mema mengi yataendelea kuonekana kwenu, tunawahakikishia. Na pia namuona rafiki yangu pale Ibra, nimempenda. Ndio. Yaani ni mtoto aliyechangamka, yuko pale lakini anashika hiki, anashika, kachachuka vibaya. Ibra ana uwezo wa kukaa darasani. Sawa sawa. Akasoma, akachezea vitu na wenzie, akakutana na wenzie, akabadilika hiyo hali ambayo unamuona hapa amechangamka yuko ndani, lakini akaenda kuchangamana na wenzie, utaona tofauti kubwa. Sawa. Ninaamini kwamba kuanzia sasa kuna hatua ambayo inaenda kufanyika kwako mama na baba. Sawa. Juu ya watoto hawa, hata kuanzia kwa Ibra. Kwa Ibra Yaani ninaamini kwamba anaenda shule na atacheza shuleni na watoto wenzie na atajumuika. Lakini pia tumeona ni mama ambaye anajishughulisha na biashara ndogo ndogo. Hajabweteka. Pamoja na kwamba ana watoto wenye changamoto 3. Sawa. Mama anadamka anaenda Mawenzi saa 11. Anadandia bajaji kwenda kufuata chochote kwa ajili ya kuweza kuweka kwenye genge ili aweze kuwatunza watoto. Hichi kitu kimenifundisha kwamba mwanamke wa staili hii, wanawake wengi najua kwamba wanakuwa ni ombaomba. Anapitia kupitia watoto hao, unaweza kukuta anatembea kama mtaji. Lakini huyu mama ameweza kujizatiti yeye mwenyewe. Nitaamka asubuhi, nitaenda Mawenzi, nitaleta biashara yangu ili watoto wale. Na yani unaendelea kushuhudia mambo makubwa. Naendelea kushuhudia mambo makubwa sana, na kwa imani aliyokuwa nayo. Sawa. Kwa hivyo unazungumza kwamba kwa mashirikiano mlionayo pengine na serikali na wadau wengine, unaamini kuna chochote kinaweza kikafanyika miongoni mwa changamoto zinazowakabili sana. Sawa. Mtazamaji, kama ambavyo na mtazama na kusikiliza ujumbe kutoka kwa mwenyekiti wa Lemachu katika kata hii ya Lukobe, na amezungumzia pia swala la elimu kwa Ibrahimu ambaye ana umri wa miaka 7, na kwa mujibu wa miongozo ya elimu, lakini pia miongozo ya programu jumuishi ya kitaifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto MMAM, ambayo inaangazia zaidi ukuaji wa mtoto kuanzia mwaka 0 hadi miaka 8. Inasisitiza swala la elimu ndani yake, na huyu kijana ama mtoto bado yupo katika umri huo wa kupata elimu. Na mwenyekiti wa Lemachu amezungumza kwamba swala hilo atalisimamia kuhakikisha kwamba huyu kijana, huyu mtoto anaingia sasa katika mfumo huo wa elimu, aweze kuenda kupata uchangamfu katika elimu akiwa na wenzake, lakini pia akizingatiwa mahitaji yake yote maalum. Pengine tuhitimishe sasa, naona ujumbe gani kwa viongozi wengine ambao hawafanyi ziara kuangalia watu wenye mahitaji maalum katika maeneo yao, au wanafanya lakini hawatilii mkazo kama ambavyo ninyi sasa mmekuja hivi? Una ujumbe gani? Sisi kama Leta Mabadiliko Chanya Ulipo, tunaleta kweli mabadiliko chanya. Ndiye, sogeza kidogo. Sisi kama Leta Mabadiliko Chanya Ulipo, lazima mtangazaji tulete mabadiliko chanya. Kuchukua hatua tunapopewa taarifa ya jambo fulani juu ya jamii. Na kweli tunachukua hatua kama hivi mlivyoona. Asante sana mtazamaji wa Tanzania Kids Time, tunafikia tamati. Nikushukuru. Asante mtangazaji. Asante, na kwa niaba ya wote, Karimu Omar pamoja na Onesimo Mboya wamefanikisha, lakini tunawashukuru pia familia ya Muharami pamoja na Zainabu ambao ndio wanaishi na watoto, ni wazazi kabisa wanaishi na watoto hao wenye ulemavu wa viungo, na wanakabiliwa na ulemavu wa viungo, miguu, mikono, shingo, kila kitu wa kikazi, na hawakai chini, wanahitaji uangalizi na mahitaji yao ni mengi. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwenye TikTok, Instagram, Facebook, lakini pia tufuatilie katika kurasa huu katika wavuti wetu wa www.tanzaniakidsime.org kwa ajili ya kusoma machapisho mbali. Hadi wakati mwingine tena.